uache change. Leo asubuhi wamama wamenipigia simu. Wameniambia saa 12:30. Ati Sabina Chege aliamkia hao saa 12. Wakiwa na Faith Gitawa akawapatia kila mtu 2,200. So wameniambia Gitungati sisi tuko watu tumatiwa kila mtu 2,200, tuko wamama karibu 8, 16,000. Tunatafuta hii kijana anaitwa Ngodho hii yako. Tumugawia hii pesa nusu au sukume kampeni. That is how serious Olkalau is. Sasa William Ruto amepanga fujo. Kijana hapa anaitwa Wamombi MP wa Mathira na bibi yake anaitwa Betty. Ameallocate hao askari 15 wanaitwa Nairobi Sierra. Askari wa uaji. Wale walikuwa wamekuja kuua mimi pale Witima. That group is in Olkalau, wanakaa hapo kwa hoteli. Hata leo wamelala hapo kwa hoteli. Hiyo group Ruto ameallocate Wamombi and Betty. Sasa ati Wamombi na Betty ndio wanamsaidia yeye kufuruga amani Olkalau na Mlimani. Mimi nataka niambie, na tena huyu Faith anatumana ati vijana watolewe Kibra. Ati wakuje wafuruge amani. Mimi nataka niambie nyinyi hamjui, hiyo watu ya Nyandarua ni watu tofauti. Nyandarua is a settled area. Hakuna mkaaji huko, watu yote walipata mashamba huko. What happened when Nyandarua ilikuwa settlement scheme? Machief wa siku hiyo wali-identify ile watu yote kichwa ngumu. Wale wanaambia chief hapana. Machifu wakaona ndio tukae na amani. Hii watu yote kichwa ngumu wanasumbua sisi hapa kusema hapana. Watu wapelekwe Nyandarua. Hiyo ndio watu wako huko Nyandarua. Ndio iko akina JM Kariuki na akina hiyo Kava Medho. Hiyo ndio watu wako huko. So mimi naambia hiyo vijana mnatolewa Kibra. Mkienda Olkalau mtakuta vijana huko wanangoja nyinyi. Nasema karibuni. Wale wote wanataka kutolewa na Kuria, Nairobi na wapi wapelekwe huko ati kulete fijo, mtakuta wenyewe huko. Hapo ni Abadeas Forest. Pahali Field Marshal Dedan Kimathi aliongoza vita ya kutafuta uhuru wa nchi hii. The people of Nyandarua are the descendants of the Mau Mau struggle. And their children are actually Mau Mau. So wale mnapelekwa hapo ati mkapeleke vita. Please think twice. Consult your wife and your children before you go to Nyandarua. Na niambie wewe Eric Wamombi na Betty. Next year, wewe Betty na Wamombi na hiyo askari 15 mtakanyanga kwa bao. Mtaenda kotini for the violence ile mlifanya Witima. The evidence is there. Juzi mumeenda hapo Olkalau, mumeattack Munene Wamombi, our head of secretariat, mumechukua simu yake, mumepiga watu, mumeumiza watu. Ameenda police station, amepiga report ya kwamba MP alimpigia simu akamtisha na vile vile akavamiwa MP akiwa pale. Polisi wamekataa kuchukua hatua. The good thing is that criminal acts have no time limit. They live forever. Next year, wewe Wamombi na bibi yako, William Ruto will not be there to protect you. Murkomen will not be there to protect you. You will face the law. Nataka kuambia watu ya Olkalau msikuwe na wasiwasi. Muamuke mapema mpige kura. Vijana wetu wamenihakikishia mtapiga kura bila wasiwasi. Watu hawezi uziwa uoga jijini na uziwa kwa Gichagi. Hawezekani? Mnamezoea kutupiga Nairobi. Hamwezi kutupiga kijijini. Na ndio siku William Ruto amesema atakuja Olkalau. Nilikuwa pale nikamwambia kuja polepole, hapa ni boma ya mzee. Si nilimwambia? Hiyo Olkalau tulisomea William Ruto ndio ile tu. Those are strong defenders of their people. They will protect their women and children. Don't bring violence. Na wewe mheshimiwa mnatumika vibaya na William Ruto. Na next year, kwanza huyo kijana hapa, I want to assure you, hiyo Wamombi hatafikisha 1000 votes hapa Mathira. Hapa hatafikisha. Huyu bibi yake yako Murang'a tayari amekataliwa. Atakuja kuishi na zizi. Ruto kufaulu kura ya 2027 inawezekana, lakini anaweza pata fair competition kutoka kwa watu kama akina Sifuna. Wakiweza kupata backup kama ile ambayo inaonekana saa hizi vizuri, anaweza kuwa na chances ya kuweza compete na Ruto head on.
hata kama Ruto ataweza kurudi ndani 2027 na kumshinda, lakini ukweli ni kwamba 2027 kuna uwezekano kabisa mtu kama Edwin Sifuna akakuwa na chances at least ya kukimbizana na Ruto. Hawa wengine ambao tunaona ni watu ambao hawajielewi kabisa na ni moles. Mtu kama Kalonzo hana mbia kukimbizana na machachari Ruto. Mtu kama Matiang'i hana bado ujuzi wa uzoefu wa kisiasa. Yeye ni mtu ambaye kazi yake nyingi ni maneno ya administration. Kwa hivyo niko na ufahamu mkubwa sana Ruto ataweza kuingia 2027 ndani kura mara ya pili, kushinda, kuingia 2 term, na ataweza kuappoint mtu kama Matiang'i on a position, cause mimi najua ni moles, and if they are not moles, tusidanganywe. Angalia Uhuru Kenyatta, si aliingiza ndani wale masies wake kina Mutahi Kagwe, wako wapi? Na si alikuwa State House akiwa ametembea. Kwa hivyo ni siasa ambayo wanapiga ya kuonesha kwamba haitoki katika himaya yao, yani uongozi haitoki katika himaya yao. Unaweza kuwa uko ndani ya uongozi lakini unajifanya huko out of opposition, na maziwa yenye inapatikana unaletewa maziwa yako kwa gunia. Mizigo unaletewa kwa gunia, inapimwa na kilo, hiyo ni pesa. Kwa hivyo Edwin Sifuna ako na uwezo kabisa wa kuweza kuwa namba 2 2027, kwa sababu akisema ati kwamba Waluhya wanaweza kushikana waweze kuingiza Ruto ni uongo, kwa sababu hiyo kura itakuwa divided mara ngapi? Ikuwe divided na Mudavadi achukue kidogo kama kawaida, Wetangula achukue, Natembeya achukue, na wale wengine Waluhya hapo kila mtu atakuwa anachukua kura moja ama 2, na hapo Ruto atapita katikati clean kabisa. So the thing that can happen ambayo ni ya muhimu ni kuhakikisha kwamba William Samoei Ruto anapata mshindani mmoja ambaye atampatia competition which will be very stiff and fierce. Haitakuwa ni mchezo. Kwa hivyo I propose, kama ni watu wa 2 term wa 1 term naweza waibia idea waweze kurally behind Edwin Sifuna, anaweza letea William Ruto a fair competition. But vile maneno iko saizi, sioni kama Ruto ako na mpinzani. This is Kari Paul Media.